Mzee Chako, kama nilivyokueleza, hili swala sio la masiara kabisa. Tusipoangalia tutapoteza kila kitu ambacho tulianza kukitengeneza kwa nguvu zetu zote. Nilikuwa naomba jambo moja. Lakini pia sio ombi, ni lazima. Wewe itabidi uishi na huyu kama mke wako. Lakini upaswi kulala naye kitanda kimoja wala kumwingilia kinyumba. Sikiza Sekela. Unajua mimi na mke amesafiri. Akirudi itakuwaje? Wewe swala la mke wako mimi nalijua vizuri. Kwa hiyo mpaka ninamleta huyu hapa na kukupa hilo sharti, ama kukueleza hili jambo jinsi lilivyo, ninajua cha kufanya kuhusu mke wako. Kwa swala la mke wako niachie mimi. Wewe deal na hili kwanza ambalo nimekupatia ufanye. Maelekezo mengine nitakuwa nikiyatoa taratibu. Angalizo. Hii ni siri. Siri. Nimekuelewa. Mgonjwa nimemuona na hali yake ni mbaya sana. Kama tutazidi kuwa wazembe. Na maanishaje kwa nini kusema kwamba tutazidi kuwa wazembe? Kwamba tutashindwa kulifuatilia ile swala kwa uharaka. Ila kama tutatekeleza ile jambo kwa uhakika au tukamfuatilia kwa ukaribu, huyo mgonjwa anapona. Labda tu nikwambie kitu kimoja binti. Kuna swala inabidi tulifanye mimi na wewe. Yaani inabidi mimi na wewe tuongee faragha tena kiutu uzima sana. Basi na mdogo wako kujua chochote. Na hatutaki kumshirikisha chochote ngali bado yeye ni mdogo. Mambo haya tiba hizo. Msinione nafanikiwa kufanya tiba na watu wengi. Kuna mambo mengi ya siri yako kifuani mwangu. Yaani kifua hiki kimebeba mizigo ya watu. Hapa ninavyokuambia kuna mtu inabidi nikamtapishe chura sehemu tu. Yupo tu. Nikamtoe kifaduro. Yaani mimi nina mambo wewe. Hebu tuwai. Ikiwezekana ili jambo lako hizi siku mbili hizi simelesawi ishapita ya siku 3 tena. Mambo yanakuwa mengi. Mgonjwa wako atakufia. Sawa. Hamna shida yoyote. Kama itakuwa ndio tiba kwa ajili ya babangu, niko tayari kufanya chochote kile. Na ndio ninavyotakiwa. Yaani ukiwa na matatizo usipende sana. Wanakuambia kwamba ukiwa na matatizo usipende kuwa mbishi sana. Utaniita msibani. Naweza nikakataa sababu nilikuambia kwamba tufanye hivi tumsevu mzee ukachomoa. Anyway, naomba nisikie ukisema mali. Mali. Basi ngoja niwahi wagonjwa wengine. So wewe na mahudona washikawe. Vipi mdogo wangu? Unajisikiaje? Dada, mimi sijisikia hata vizuri. Usikie hivyo kinyonge mdogo wangu, sawa? Hii ni hali tu ni ya kupita. Sawa? Kwanza yule mganga wako alikuja akasemaje? Huyu ni mganga ambaye ni mzuri sana. Na usimdharau kumuona vile kama ni mdogo. Ni mtu ambaye ni anasifika sana hapa mtaani. Kwamba ni mganga mzuri sana. Kwa natumai hali ya baba itaitengemeza afu na itakuwa vizuri. Lakini dada, sio kawa nitapeli akutapeli. Hamna. Hawezi kunitapeli. Kwa sijali mdogo wako. Nitapigania nitakavyoweza mpaka hali ya baba itakuja itakuwa sawa. Sawa. Sikiliza kijana. Wewe ndio unakuamini sana hapa mtaani. Kuna kazi nataka nikupe. Kazi gani hiyo mzee wangu? Sogea.
Yaani shida ni nini? Shida inakuja kwenye nini? Mbona mimi nishakuhakikishia maisha, amani, furaha, pesa nyingi, unafili wapi? Nifanye nini ili ujue kabisa kwamba mimi hapa nakuelewa na nitafanya chochote ili mradi hakikisha kabisa maisha yako mindset ya maisha yako na yatengenezea mihimili problem ni nini na kujani unachukua mawe nini? Bwana mimi naogopa sijawahi. Hujawahi nini? Sikiza mimi nitakufundisha. Sababu hata unaona aina kubwa ya asilimia kubwa ya malaya wanaojiuza mtaa. Mimi ndio nilianzisha kile kitendo. Mpaka wakanogewa mpaka wakaona sasa kusubiri mwanaume watongoze ni shida. Wakaona wakauze. Kutokana na utamu ambao mimi nitakufundisha vitu vidogo hivi. Unafeli wapi? Wanaume waongo ni mimi niliambiwa nilifunzwa wanaume ni waongo. Hivi ukiangalia mimi naweza kama muongo. Yaani mtu muongo Mungu akujalie gari si mbili. Yaani umkosee Mungu kwa uongo akujalie vitu hivi. Unaumwa ni msikiza. Mimi siwezi nikawa muongo afu nikapewa hela. Sababu uongo tunavyojua ni dhambi na Mungu anamchukia mtu anayefanya dhambi. Sasa Mungu anipe mimi gari, simu mbili, anipe nguo. Bado niwe muongo tu msikiza. Nitakuhakikishia amani. Na hebu shika kwanza ufunguo. Ushike tu. Anrudishie. Unaongo shika lini? Yaani hivi utashika sana hivi. Yaani hapa sina hata 100 ya urisi. Vyote hivi ni vya kwangu. Babangu hata hajui kwamba hizi simu nimepata wapi. Hebu acha mambo yako. Bwana. Mimi naogopa lakini Kwa mzee mimi njaa inaniuma. Hasa njaa inakuuma mimi nifanyeje? Sasa mimi nauliza mimi maswali hayo. Wewe si mtoto wa kike. Kaka jikoni kule upike. Sasa mimi nitakusaidiaje? Mimi siwezi kupika bwana, nenda kanipikie mimi njaa inaniuma. Hivyo unazo kweli? Ndani kuna unga na dagaa mule. Kapike ule. Nani ana dagaa? Si ndani kaangalie. Mimi ni dagaa. Sio dagaa. Nasema ndani kuna unga na dagaa. Mimi sitaki ugali. Unataka nini? Kanunulie chips. Zitakuja hapo zimekaa kanunulie chips. Zitakuja zimekaa hapo. Asa wewe mzee huko umeenda kufanya kumbe chakula hamna. Mimi naondoka zangu. Wewe kaa chini. Nisikilize. Nenda ndani, mimi nenda kutafutia chakula huko. Naletea sasa hivi. Nakuletea sasa hivi. Huyu Sekela anajifanya anajua sana. Kumbe hajui, najua kuliko yeye. Shangazi Sekela. Kwa kweli naomba uniwie radhi kwa kitendo kilichotokea. Sema kweli yule kijana mimi sina mazoea naye wala simfahamu, ila tu alikuwa anajaribu kunirubuni. Akiwa Mungu simjui, ila tu alikuwa ananishawishi naomba nisamehe. Mabinti wengi sana wameharibikiwa kwa staili kama hiyo. Mnaanza kama utani lakini mwisho wa siku mnaharibiana maisha. Maisha sio lele mama kama ambavyo unafikiria. Wewe unadhani kwa nini kuna ongezeko kubwa la single mothers? Hapana. Kwa sababu mabinti wengi wanashindwa kuthamini usichana wao. Mabinti wengi wanashindwa kuthamini ubinti wao. Wao akisha rubuniwa tena wanarubuniwa kwa vitu vidogo kama vichipsi, vivocha, umepewa kisimu, unachanganyikiwa, unavurugwa, umeonyeshwa hiki, akili inakuruka, mwisho wa siku unaachiwa mimba. Baba haonekani. Mimi nadhani naishi na mtu mwenye akili zake timamu kabisa. Na wewe
Nisamehe shangazi, na kuahidi hutaona tena. Yaani hakitakuja kujirudia kitendo kama. Ingia ndani. Lakini Ingia ndani. Nyanyuka uingie ndani. Kijana njoo. Kaka njoo. Unalandalanda sana kwenye nyumba za watu eh? Nazunguka dadangu. Hii si njia ya inapita watu. Nisikize kwa makini. Mimi na imani kuna kitu unakitafuta. Na hicho kitu unachokitafuta ninacho mimi. Hadi aliyekutuma namjua. Sasa basi. Mjiangalie sana. Kwa sababu kila hatua mnayokanyaga mimi niko hatua moja mbele zaidi yenu. Na hamtoweza. Niaminini mimi. Hamtoweza. Ila nasikitika sana kuona kwamba kijana mpole kama wewe mwenye mambo yako mengi ya kufanya, ukalea familia yako, unaingizwa kwenye vitu vya kipumbavu ambavyo havina thamani kwako. Havina faida yoyote kwako. Wewe unadhani utapewa nini? Utajiharibia maisha bure. Kuna vitu vingine acha vipite. Unaweza kuwa umenielewa bwana. Wewe ni mtu mzima. Yaani bado unaniweka gizani, sijajua unamaanisha nini. Unaweza kwenda. Haya, sawa. Chaku. Haya. Leo kuna kitu nimekiona bwana. Akijanishangaza sana kwa sababu ni hali ambayo ipo kwa kawaida kwa maisha ya mwanadamu. Na sishangai sana kwa sababu anayekifanya hicho kitu namjua. Kuna mazingira fulani ya utata ambayo yametengenezwa. Yaani mtu anataka kuja kunifanyia ubaya mimi. Nani? Namjua. Namjua huyo mtu ambaye anafanya hayo yote. Lakini hebu tuachane nayo. Vipi? Yule binti anaendeleaje? Binti anaendelea vizuri. Yuko vizuri. Anakula. Anafurahi, anacheka. Haina shida. Sawa sawa. Lakini mzee chako, swala sio kula wala kushiba. Swala sio kucheka wala kununa. Swala ni kazi ambayo tunayo mbele yetu. Mimi naamini ukizingatia sana hivyo vitu itakuwa safi kabisa. Basi mimi nikuache mzee wangu. Tutaonana tena. Narudi mkuu wangu. Nimekuelewa. Sekela. Unanigeuka? Sekela unanigeuka? Subiri. Subiri. Subiri niende. Sekela unanigeuka? Sekela unanigeuka? Unanisaidia? Sekela.